Mbingu zikawaheshimishe. Amen. Mbingu zikawakumbuke. Amen. Anayemheshimu Mungu anatafuta utukufu. Amen. Utukufu ukawafunike. Amen. Msiwe watu wa kawaida. Amen. Katika jina la Yesu sema amina na ikawe hivyo. Amen. Hebu sema tu, Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Peke yangu sitaweza. Peke yangu sitaweza. Ukinisaidia nitaweza. Ukinisaidia nitaweza. Kwa hiyo na wewe unayepambana, endelea kupambana. Amen. Mungu wa mbingu na nchi akikuona unamheshimu, Amen, ataachilia utukufu. Amen. Hautakuwa wa kawaida. Amen. Katika jina la Yesu Mwokozi sema amen. Amen. Jumapili nilikuahidi nitakuombea nini? Jumapili kwa wale ambao walinifuatilia nilisema nitakuombea furaha. Msiwe mnasahau. Bwana asifiwe. Amen. Kulishika neno la Mungu ni muhimu sana. Itakusaidia. Amen. Utashinda vita kiurahisi. Nilisema nitawaombea watu furaha. Amen. Kama unakubaliana utasema amina yenye nguvu. Amen. Wangapi wanahitaji furaha ya Yesu mahali hapa? Amen. Wangapi wanataka kufurahishwa na Bwana? Amen. Wangapi wanataka kuona mkono wa Yesu? Amen. Amina yako inadhorofika, sema amina yenye nguvu. Amen. Haleluya. Amen. Nataka nikuombee furaha mchana wa leo. Amen. Niliwahi kuombewa maombi ya furaha. Nilikuwa sijui kama furaha inaombewa. Sema amen. Amen. Yesu alinipa furaha. Amen. Na wengi wakaanza kunifuatilia hata kwenye nyimbo zangu naposhoot video. Huwa nikiimba meno ndo yanatangulia, yako mbele. Amen. Furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alinipa furaha, alikomesha mateso, akaachilia furaha ndani ya maisha yangu. Nilikuwa sina furaha. Amani yangu ilikuwa ya msimu. Na nilikuwa nadhani ni kwa sababu nina mahitaji ndio maana sina furaha. Nilikuwa nafikiri kwa sababu natakiwa kupata vitu fulani, that's why sina amani. Lakini baadaye nikagundua swala la furaha ni swala la ulimwengu wa roho kabisa. Amen. Sema tena amen. Amen. Nitakuombea nini? Furaha. Kuwa tayari kupokea nini jamani? Furaha. Kwa hiyo itadipendi kama utakuwa tayari kuipokea. Leo Mungu atakupa furaha, utaondoka nayo. Amen. Utaimiliki hiyo furaha. Bwana asifiwe. Hiyo furaha haijalishi wewe ni yatima, haijalishi ni mjane, haijalishi unaumizwa, haijalishi. Yenyewe ina tabia ya kupita katikati ya mambo magumu. Hiyo furaha ya Yesu inaletaga moyo mgumu sio wa kawaida. Mahali ambapo watu wanasema hata kufa kwa pressure, wanashanga kuona pambio zinaimbwa. Hiyo furaha ilikuwa juu ya Paulo na Sila. Sema amina kanisa la Bwana. Amen. Hiyo furaha iliwahi kuonekana kwa Paulo na Sila. Nataka uanze kunielewa. Paulo na Sila wanahubiri Injili, lakini mtu mmoja walipokuwa wakihubiri alikuwa na pepo na wakafanikiwa kuzitoa pepo. Na yule mtu aliyekuwa na pepo alikuwa anawafaidisha sana waganga. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 8, alikuwa anawafaidisha waganga. Watu wengi wenye nguvu za pepo hutumiwa sana na wachawi ili kuendesha mambo yao. Sema tena, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Kwa hiyo wale wachawi na wale waganga walinufaika kupitia yule kijana mwenye pepo. Lakini siku moja Paulo na mwenzake walipokuwa wakienda kuhubiri, akaanza kujinopokesha mbele yao. Paulo, Biblia inasema akashikwa na hasira, akamgeukia yule mwenye pepo, akamwambia, kwa jina la Yesu, wewe pepo unemtumikisha mtu huyu, mtoke kuanzia sasa. Biblia inasema yule mwenye pepo akafunguliwa, akawa huru. Nisikilize, alipokuwa huru yule mwenye pepo, wale waliokuwa wakifaidishwa na zile pepo zilimo ndani yake, walivyokuwa wanafaidika, wakajua ya kwamba jamaa amefunguliwa. Sasa wakaanza kutafuta sababu za kumtesa yule mtumishi aliyemtoa pepo. Sikiliza, baadhi ya vita nyingi unazipitia sio kwa sababu ya wewe mwenyewe, ni kwa sababu ya Yesu uliye naye, kwa sababu ya utukufu wa Bwana uliokufunika, kwa sababu ya neema iliyo juu ya maisha yako. Kuna watu wanasema tuone kama atafanikiwa.
Kwa hiyo una vita ambayo haina sababu ya kwako, na ndio maana nikikufundisha leo, kama una masikio ya kuelewa, chukua na ukasaidike, na wenye masikio watasema amina yenye furaha. Wakawaambia Paulo na Sila, wakawapelekea sababu kwa mkuu wa mji, wakasema watu hawa ni watu wa huko mbali, wamekuja kwenye mji wetu Rumi, wanahubiri habari ambayo sio ya kwetu wala sio halali kusikia, wanasema habari za Yesu. Kwa hiyo wakasema maneno ya uongo. Alafu Paulo na Sila, kwa kuwa uongo una nafasi kwenye jamii na Ukristo huwa unapigwa vita, wakawakamata Paulo na mwenzake Sila, wakawapeleka kwa liwali, na kesi ikapitishwa kijinga. Alafu wakaamuru wadhalilishwe, wavuriwe nguo. Sababu ya Paulo na Sila kuwekwa gerezani sio kwa sababu tu walihubiri Injili, walimfungua mtu mwenye pepo. Bwana asifiwe sana. Waliwaacha huru watu ambao wana vitu vya watu. Kuna watu wako hapa wana vitu vya watu, yaani uko hapa unatembea na mali za watu. Kuna watu wananufaika kwa ajili yako, na ndio maana unasikiaga vita ya kuingia ibadani, na ndio maana ukiokoka vizuri kuna vita inakuja inakuviringisha, ili mradi kutoe. Na walioikiuruti hiyo vita ni wale ambao ulikuwa na wanufaisha kabla. Wewe hujajua. Na shetani ana akili ajabu. Kumbuka yeye ni roho, na wewe una planeti kwenye mwili. Kwa hiyo akiamua kukusuka kwenye roho, kama uko vizuri rohoni, unapatikana kiurahisi sana. Yaani hizo target utaelewa zilianza lini. Anaweza kaziweka hata za miaka 3, lakini anajua akiingia hapa kwenye 18 haji kutoka. Bwana Mungu atusaidie sana. Amen. Bwana Mungu atusaidie tena. Amen. Wakawachapa Paulo na Sila, wanza wakaamuru wavuriwe nguo, alafu wakaanza kuwachapa kwa viboko. Walipomaliza kuwachapa na kuwadhalilisha, wakawafungia kwenye chumba, wakamwambia Bwana wa gereza walinde sana, ndio Biblia inavyosema. Na yeye akaongeza makufuri ya ziada, akahakikisha muda wote amesimama karibu, maana ameambiwa awalinde sana. Yana walinde kuliko hata wale waliobaka, walioua, waliohujumu uchumi, wamelala magerezani. Lakini hawa watumishi wa Bwana wameambiwa hawa walinde sana. Bwana Mungu atusaidie. Bwana Mungu atusaidie tena. Wakati ninapoongea, anza kujitafakari. Ni vita gani unaziona hazina sababu? Ni vita gani unaziona kwenye maisha yako hazina sababu? Ujue sababu ni neema ya Yesu iliyokaa ndani ya maisha yako. Nilikwambia wanapokuja, wakati mwingine Mungu anafanyanga vituko. Wanaonaga bahari, wakati mwingine wanaonaga kama kisiwa, wakati mwingine wanakukuta huko macho unasoma Bible, wewe umelala. Hayo mapicha anawapaga Yesu bila kukujulisha. Saa nyingine Yesu anakuchukua, anakuweka kwenye sofa, alafu anakushikisha Bible unasoma. Wanapokuja ili waanze kuingia, wanakuta uko macho unasoma Biblia. Saa 10 za usiku wanajiuliza analalaga saa ngapi? Na kumbe Bwana amekuficha mawindoni, umelala uko fofofo, lakini kuna picha iko sebleni. Haya, warohoni wanaanza kunielewa, wanaanza kunielewa. Bwana ameachilia picha iko sebleni inasoma maandiko. Ndivyo alivyo Bwana kwa watu wake. Anasema hawafanyi kuwa mawindo, yeye hawatoi wawe mawindo. Na maana yake kumbe kinyume chake kuna watu wanaimba pambio, lakini Bwana anawaachilia wawe mawindo, kwa maana ni wakaidi. Anasema kizazi cha nyoka, anasema ataachilia laana. Anasema saa nyingine, anasema nitamwachilia yeye alaye ale. Na ndio maana anasema katika Malaki, ukifanya vyema ukatoa fungu la 10, nitamkemea yeye alaye. Ina maana kama hujafanya vyema, yeye alaye anaachiliwa. Unafanya kazi ya kutwanga maji kwenye kinu, shetani hela anayokuachilia ni ya kula ugali na kuvaa nguo. Habari ya maendeleo kama baleso, sahau. Na hiyo akili anaiondoa kichwani ya kwamba papa haiwezi kutokoa. Anayaondoa matumaini na juhudi, anakufanya uridhike kwa ugali na chumba kimoja. Lakini na habari njema mchana wa leo, atakayesikia neno la Bwana, Bwana anakwenda kumpa furaha. Anaongea na watu, Bwana anakwenda kuwapatia furaha ambayo haitaambatana na majuto. Itikia amina kama uko tayari. Walipowatupa
Paulo na Sila kwenye mahali pale. Wale Paulo na Sila, nakuja kwenye pointi yangu. Ukitaka kunielewa ninachokiongelea hapa ni kwamba Paulo na Sila walikuwa wamevuka level za habari za mambo ya Mungu na rejoice ya Kristo ambayo huwa inakaa ndani ya mtumishi wa Bwana. Haitegemei ana njaa, ana mavazi au hana. Hawezi chelewa ibada kwa sababu amevaa nguo iliyofaa Jumapili. Kuna walokole walishavuka hizo hatua, wanayajua majira ya vita. Anajua hii habari ya umeme kukatika, hii sio sawa, nipeni nguo ya Jumapili nivae. Kuna jambo linaendelea kanisani, na utakapomtii Roho wa Bwana utakuta ibada sio ya kawaida, na umevaa koti uliyovaa Jumapili, maana aliyetuma kukuchelewesha ameferi. Wanampenda Yesu watasema haleluya. Wale Paulo na Sila wakasema, jamaa, hamjatujua sisi ni vichaa na tulishaondoka kwenye mitego ya kipumbavu. Biblia inasema kwanza walikubali, walikuwa wanyenyekevu, wakatulia, wakafungwa kamba. Wakati wamefungwa kamba, usiku wa manane wakaja, usiku kwanza ufike. Biblia inasema wa manane majamaa wakaanza kutuni pambio, wamejaa neema, Yesu amejaa neema, wamefungwa na wamechapwa. Kuna baridi na gerezani ni papaya, lakini wao wanasema Bwana amejaa neema. Ili uimbe wimbo wa furaha katika nchi ya utumwa, ni lazima kiwango chako cha imani kiwe mbali, na yao wenye imani watasema haleluya. Sema amina yenye nguvu. Na kama ni wewe unatamani level hiyo, hebu jipige kifua, sema Bwana nisaidie. Sema Bwana nisaidie, nisipoteze muda bali niuokoe muda. Kwa nini maana yake usipoteze muda? Unaponisikiliza nisikilize vizuri, kwa maana Bwana amenichagua na kunipa kibali tarehe hii nisife, nisimame mbele yako. Kwa hiyo chukua hii nafasi, usichukulie kama kawaida. Pigia Bwana makofi tena na vigelegele, kwa maana sio kama Bwana. Kusimama hapa sio rahisi. Wengi wameanguka, wengi wameacha. Ukiona nimesazwa ni kwa ajili yako. Chukua kama ilivyosema tena, amen. Majamaa wakaanza kuimba pambio. Wakati wanaipiga ile pambio vizuri, wanapiga pambio vizuri, lazima akili za watu zichanganikiwe. Unawezaje kuimba wakati wa mateso? Ndio hii furaha nataka nikuombee leo, ya kwamba fimbo za watesi hazitakutoa kwenye lamani hata siku moja, hazitakutoa kwenye lamani hata siku moja. Ukikaa vizuri na Bwana, ijapokuwa kuna vita na kuna vita, ibada zako zitakuwa ni zile zile. Kumcha Bwana ni kule kule, vita yako Bwana ataipigana. Ndio maana mke wa Ayubu alikuwa juu siri, akamwambia ninakushauri, unakokwenda ni hatari, kufuru Bwana ufe. Lakini aliyeenda level nyingine anaitwa mtu wa Mungu Yosa, mtu wa Mungu Ayubu, akamwambia mke wake, wewe mwili wote ukienda ikabaki roho inadunda ndani ya mifupa, hata hapo napo inaweza kumwabudu Bwana. Pigia Yesu makofi. Ibada ya leo ikupe furaha, ibada ya leo ikupe matumaini. Anayesema hapa ni Yesu, sio Martha. Ukiwa tayari utasema amina yenye nguvu. Jamaa wanaimba, unajua kwa nini? Sio kwamba walikuwa wana act. Ile ni rejoice ya Kristo, inafurahia inapoona tenda. Unajua tenda ya majaribu kwa mtu wa imani huwa inaletaga nguvu ya roho, huwa inaletaga nguvu ya roho. Mtu yoyote aliyepita kwenye majaribu huwezi ukamwangusha kiurahisi, huwa wanakuaga strong kama simba. Unajua wale Danieli na wenzake watatu walipoambiwa na mfalme, leo mmepiga kelele, mmemwabudu Mungu wenu, mnaanza kutupwa kwenye tundu la simba. Majamaa wanafurahia tenda, maana wanamjua Mwokozi, wamemwona mara moja, mara mbili, mara tatu. Ningekushauri mwanangu, ili usikate tamaa, ruhusu Bwana achilie jaribu moja ili uweze ku experience, alafu ruhusu na la pili ili uweze ku experience. Watakapoleta kubwa kuliko, hautaogopa, maana unajua aliyeniokoa pale unaweza kuniokoa na hapa. Shangilia Yesu kama bado unanielewa, shangilia Yesu kama bado unanielewa. Ndio maana nitakusomea hapa. Mtumishi wa Bwana Yakobo anasema, ndugu zangu, furahieni mnapoangukia katika majaribu mbalimbali, mkijua ya kwamba majaribu huwa yana tabia ya kuleta saburi, na ile saburi ina tabia ya kuleta ukamilifu. Unapata ukamilifu. Anasema lisipunguke neno. Unajua unapungukiwa neno mara nyingi kwa sababu wewe ni mtoto. Yesu hajakusukasuka,
hujawahi ku experience, lakini wenye experience huwa hawajuagi maana ya Yesu kuchelewa. Hawajui Yesu kuchelewa manake. Wakakubali na wenyewe wakatupa. Alafu Bwana anafanya nini? Anayafunga makano ya nini jamani? Ya simba. Makano ya nini? Ya simba. Makano ya simba. Amen. Unapendwa, historia yako andiko kwenye Bible. Kuwa na moyo mgumu. Ruhusu maisha yako kwa ajili ya Bwana. Unapenda kuisikia sauti ya Yesu? Ruhusu. Wakati mambo yanapokuwa magumu sana, mwambie Bwana, mimi niko tayari. Hapa napo nitaogelea. Hapa napo nitaimba na kusifu. Hapa napo sitaona aibu. Waache wanaonicheka hawajui mimi niko wapi. Hapa napo nitaimba. Hapa napo nitamwinua Bwana. Huko ndiko kumcha Bwana. Na ni lazima utaona hatua zingine. Hao nao Paulo na Sila. Angalia hadithi unaielewa mbele. Milango inafunguka yenyewe. Furaha wakati wa mateso haiji kwa kukalilishwa, inakuja kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Inakuja kwa nini? Kwa hatua. Unachikuta mtu wa furaha. Na kujifunza kitu cha ajabu miaka nyuma iliyopita. Miaka nyuma iliyopita wachungaji hawakuwa matajiri, bali kwa siri. Walikuwa watu wa kawaida. Walikuwa wanashona vilaka wachungaji wetu. Nisikilize vizuri, nipe sikio. Lakini wachungaji hao, pamoja nikajifunza, matajiri wanaweka huko barabarani. Lakini wale matajiri wakikuta na mambo magumu na kusukosuko, wanaenda kwa watu walioshona vilaka, wanaoitwa wachungaji. Wanatoa sadaka, wanasema Baba, biashara ziendi Baba, mimi hatuelewani Baba, sione kinachoendelea, ninaomba uniombe. Nikajifunza kuna hazina ya ajabu ambayo Mungu ameiekelea ndani ya watumishi wa Bwana. Unajua mtumishi wa Bwana maana yake sio kuwa na magari mengi, wala sio kuwa na punda wengi, ni kuwa na Mungu mwingi ndani ya maisha yako. Ni kuwa na Mungu mwingi ndani ya maisha yako. Wapagani wanaposikia hivi hawaelewagi kutafsiri. Hivi wakinisikia huko nje wanasema si unaona, wala Bwana wanapenda kupalilia umaskini kwa sababu hawaelewi ninachokielewa, hawaelewi ninachokizungumza. Ninamaanisha hivi mwanangu, sisi hata tuwe maskini bado pambio tunapiga na tunanenepa katika roho. Hata nilale na njaa watasikia pambio kwenye nyumba yangu. Hata nikiwa natembea kwa bajaji, I don't care. Maana hapa mimi sidumu, natengeneza maisha yajayo. Natengeneza maisha yajayo. Ninataka magari halali yaje. Ninataka magari ya Bwana yaje. Magari ambayo nikiendesha watasema huyu ni Bwana. Watasema huyu ni Bwana. Hayana maruweruwe. Hiyo ndio maana yake. Sio kwamba uwe masikini. Neema ya Yesu iwe juu yako. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Kuna watumishi wa Bwana wapo, mpigie Yesu. Hawaelewaki. Kuwa na furaha nyakati zote inatoka ndani. Inatoka ndani. Na Yesu ndio huwa anaiachilia. Yesu huwa anaiachilia. Leo nitakuombea Yesu aiachilie. Naomba nisome maandiko, kitabu kile cha Wafilipi. Kimbia haraka Wafilipi. Muda wangu ni mchache. Wafilipi sura ya 4. Wafilipi sura ya 4, kimbia pale sana. Sura ya 4 tafadhali. Ninaamini mmepata Wafilipi sura 4. Nataka nianze kusoma ule mstari wa 13. Acha nianze mstari wa 10. Mstari wa 10 Biblia inasema, nalifurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho mmeuisha tena. Kwa kuwa sasa mwisho mmeuisha tena fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. 11. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji. Sikiliza. Maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote, nayo najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa. Hebu rudia, nimefundishwa.
Rudia tena, nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kwa kuwa na vingi na kupungukiwa. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nini? Anitiaye nguvu. Ninaomba nirudie ili dozi ikuingie zaidi. Nirudie tu mstari kuanzia wa kwanza, mstari wa 10. Nafurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho umehuisha tena fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. 11. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yote na katika mambo yote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Yeye wana makofi. Amen. Haleluya. Amen. Yaani hata nisipofafanua haya maandiko nikisema tusimame yanakutosha. Amen. Bwana Mungu atusaidie sana. Huyu ni Paulo anasema, ndugu zangu, sio kwamba anasema haya kwa kuwa mimi ni muhitaji, hapana. Anasema mimi mwenzenu nimefundishwa. Wewe nikwambie mwanangu, anaposema nimefundishwa, sio kwamba alifundishwa na baba na mama, sio kwamba alifundishwa na jamii. Mafundisho anayoongelea hapa ya rohoni, ya kujifunza kupungukiwa na kuwa navyo, kujua kushiba na kuwa na njaa. Mzazi anaweza kufundisha kinatokea huku yanaingilia huku. Akikufundisha Yesu, akufundishe kujua, yani unakuwa unajua sai ni saa ya kushiba, alafu unajifunza wakati ninaposhiba lazima akili jue kuna wakati ninaweza kuwa na njaa. Kwenye njaa hapa napo nijue bado Bwana anasema. Bwana Mungu atusaidie. Bwana Mungu atusaidie sana. Najua kupungukiwa, najua kuwa navyo, najua kuwa na amani, najua kuikosa. Na maana nikikosa sichanganikiwi. Wakinikwaza bado Yesu ni Jehova. Wakinikanyaga mguu wasiniombe samahani, kwenye kwaya naendelea kuimba, kwa maana mimi nimefundishwa na Bwana. Najua kutoka na kuingia. Mlokole ambaye huyajui haya lazima utasota, utaanguka mara nyingi. Mungu akufundishe kama Paulo. Sasa mimi nimefundishwa, na nikwambie mwanangu, kufundishwa ni gharama.